MURO Ministries, preaching the true gospel all over the world. Ukijua moyo wako ndiye mlango, unaweza kuwa unafunguliwa na unaabiliwa kufunguliwa, lakini moyo wako hauna imani ya kufunguliwa. Ndipo hata pepo ikiambiwa enda, inajuaga mahali umekwamia na inajua basi nitakubali kwenda, lakini sitakaa mbali na wewe, kwa sababu wakati utakuwa na hatua ya mimi niende nitaenda, lakini wakati hautakuwa na hatua mimi niende, hata nikifukuzwa nitakaa hapa. Mwenye kufukuza akienda, mimi nitarudi hapo tu na nikuwe na wewe pamoja. Na ndipo mambo mengi mtu huyu yaendea aidha kwa mawazo, na wakati anaendea kwa mawazo na anaona ya kwamba ni kama haitawezekana. Na ndipo wakati Petro alilala akitega usiku mzima, wakati aliyezungumziwa na Yesu akamwambia Petro, unaweza tena kurudi kutega? Akamwambia yes, lakini kumbuka nililala nikitega usiku mzima. Akamwambia lakini isipokuwa ni neno la kinywa chako singeweza kurudi. Kwa hivyo moyo ikamwambia ya kwamba kwa sababu ya kinywa kimezungumza neno, basi nitalikubali hata ingawa nililala usiku mzima. Kwa hivyo moyo ikawa na kauli ya kujua nitarudi katika kutega tena. Na Yesu akamwambia enda pale mahali ulilala ukitega na uweke nyavu zako kilindini. Kwa sababu nalo neno wakati linaingia kwa moyo wako linaanzaga kukuchange, linaanza kukubadilisha. Ili roho akubali kutembea pamoja na wewe, ni lazima hekalo ya ndani itengenezwe. Na wakati inarotengenezwa, usiwe unaonekana mtu wa nje mzuri, lakini ndani ni mizoga na mifupa ipo. Kwa sababu the more unabebanisha, hata tukishida hapa tukikufungua, Mungu hawezagi kuingia mahali kunao uchafu. Naye uchafu uko wapi? Uchafu haukuagi pande ya nje, uchafu unakuwa pande ya ndani. Kwa sababu moyo ndio inakuwa na hatua, ndio inakuwa na kauli ya kuona nitatukana mtu fulani, nitafanya kitu fulani. Kwa hivyo na hawezi kwenda kukifanya ghafla, ni kitu utakuwa umepanga ndani ya moyo. Kwa hivyo territory ya moyo iko na mapu zote. Bwana asifiwe. Siulize mazako, si uko na mapu mpaka ya kudanganya. Haleluya. Haiendi kutafuta, kwa sababu ipo na inajua ni kuchukua hapa tu na niisome. Na ndipo hata mtu akidanganya, ukikosa authority kubwa huwezi kujua, lakini ukiwa na authority hawezi kukuangalia kwa macho, kwa sababu anasikia bado dhamiri yake inamwambia na ujue unadanganya. Nasi tusitengeneze nje, tuanze kutengeneza ndani. Na wakati tutatengeneza ndani, basi kuna watu tutafufua kwa sababu walikufa, lakini tunaona miili yao bado ikitembea. Inatembeaje? Inatembea venye tunatembea. Either ilikufa pande ya ndoa, either ilikufa pande ya kazi, either ilikufa pande ya marafiki, either ilikufa kwa watu wao, lakini ilikufa. Iliwawa na nini? Ilishambuliwa kutoka kwa moyo. Moyo ukasikia umebeba mambo mazito, na wakati anakosa mtu wa kumfunga jeraha na wakuja kumuonyesha ya kwamba usiwe unabeba kile ulibeba asubuhi, usiwe unaongezea kila siku, unaongezea kila siku, unaongezea. Aanze kufundisha moyo kuachilia kila kitu na ili baraka hii. Basi tangu mwanzo kuna watu tuliona wakiwa sawa, lakini walikufa. Lakini tunawaona ndani la mili, lakini hawayupo, washakufa kitabu. Kwa sababu mioyo yao iliendelea kubeba mizigo mizito na ikaendelea kufuja. Kwa sababu kuna mtu atafuja yule mwingine kwa maneno ya mdomo, atararua yule mwingine, naye katika kufuja ndani la moyo kuna fujaga damu. Basi kuliko mtu afugwe jeraha, damu ile inaenda ikimwagika kila siku, na majeruhi yenye haiponi, dakika ya mwisho inaelekeza mtu huyu kaburini. Aidha ni kwa kazi, aidha ni kwa ndoa, aidha ni kwa
watu wao, aidha ni kwa marafiki. Mahali popote kunayo majeruhi huwa mtu, ukikosa mtu wa kukufuga, na ukikosa kuachilia kenye kimekuja kwako, ukieke chini na ili ukaribishe neema ya Mungu itembee pamoja na wewe, basi kuna watu hata tukiwajaribu kuwaonyesha bado wanasikia hapana, kwa sababu mioyo yao ishakufa. Wengine wakaingia katika huduma, wengine wakawa wachungaji wakubwa, wengine wakawa manabii, lakini walijeruhiwa na wakafa, lakini miili yao tunawaona. Aidha ulihusika, aidha haukuhusika, aidha wewe ni mmoja wao na ashakufa. Ni wakati wa neno kukufufua na ili urudi uhai. Na kile kitatuma ufufuke si kwa sababu umejua umekufa, ni kwa sababu umejua mistake ziko wapi. Ndipo maandiko ikatuambia wanajionaga wakiwa wazuri mbele ya Mungu, lakini kama mbele ya watu, lakini wakati Mungu anawatazama anaona hawa hawayuko sawa. Hawayuko sawa kwa sababu gani? Kunaye mambo imetuma wafike mahali ambapo wamefika, na hawakuwa na mtu wa kuwafunga jeraha. Kwa hivyo ni wakati mwema wa kuamka na kujua na kujulisha ya kwamba mimi niko wapi na nimekufia wapi na nimeua akina nani, na mimi nafuja damu ama sijafuja. Ni mambo magani ambapo itanizuilia neema ya Mungu ipelekane na mimi? Ni milango migani hii mimi mwenyewe nimejifungia, hata baraka zikiachiliwa hazina mahali pa kupita. Hata Mungu akija anapata nimebeba takataka za aina zote katika moyo wangu, lakini ije naonekana nikiwa sawa. Kwa hivyo hata wakati ninalosimama, hata wakati ninalotembea, naonekana nikiwa sawa, lakini nishakufa miaka mingi.